Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu. Asante. Akiwa nawe sipenzi, bali tu ni mazoea. Yupo ready moyo wako kukonga, ili sifa zake kuzijenga. Akihitaji muenzi, baada ya mengi kukuimbia, atakulilia umtumbie. Walikuwa sikufatizi kunyana kwa peke yangu, na umri wangu wote huu nimemachua bila kuniona na mtu pembeni yangu. Naona labda walikuwa nahisi dadako kidogo siko sawa kihisia, ila haikuwa inamaanisha kwamba hakuwepo, bali kwa heshima na taadhima nisingefikia mbele ya macho yako kukuonyesha mwanaume ambaye sijamtambulisha kwako. Kaka, huyu ndo mchumba wangu, na tayari tumeshamsogezea Mungu pendekezo letu la kuwa pamoja kimaisha. Kaka, naitwa Bumba. Sijui mwenzangu naitwa nani? Naitwa Isaac. Unafanya kazi gani? Mimi ni fundi cherehani hapo sokoni Kinana. Na wewe? Kaka. Sina kazi. Iko hivi. Gari inayobeba mizigo na kuingiza kipato hailazimishi usafi sana na muonekano bora, kwa sababu muda wote ipo kazini barabarani. Lakini gari la kutembelea tu kawaida linahitaji aina zote za sabuni na marashi ili muonekano wake ubaki wenye kuvutia na kunawili hata ikiwa gari la bei ndogo. Isitosha lingizi chochote angalau zaidi ya kupaki wani. Na maanisha hivi, kwa nini utamani kuwa mwanamke mkosefu wakati we mwenyewe kipato cha kazi unayofanya na kuona unasimamia bado ukosefu kama mimi? Kauli iwe wazi tu. Mwanamke utakayemkuta na shughuli zake kimaisha, huyo ndio mfano wa gari chafu inayobeba mizigo na kuingiza kipato. Hana muda kuomba hela mafuta, makeup, sijui nguo, kusukwa, sijui perfume na kadhalika. Kwa sababu hayo mahitaji yote makubwa mwanamke yapo chini ya uwezo wake kwa pambanaji wake kimaisha. Ukimpa, utakuwa umempa kwa matakwa yako kama mwanaume wake na sio kwa kitanzi. 99% mwanamke kama huyo ana mapenzi ya kweli, kwa sababu anaweza kukizi mwenyewe mahitaji yake ya kike, sembuse kupendwa tu. Ndio kitu pekee kitamfanya wewe mwanaume akuhitaji kwenye mahitaji yake ya kike. Ila huyu mwanamke mkosefu ndio anachukua mfano wa gari la kutembelea mtaani kwa urembo mwingi na marashi bila kuingiza lolote. 89% wanawake kama hawa hawana mapenzi hata chembe, kwa sababu wana mahitaji mengi kisa ukosefu wao, alafu hawajishughulishi hata kwa mtaji wa kumbukia. Hapo unakuwa sawa sawa na mzee Kibiriti akioga petroli akizani kwamba ni maji. Na baadhi ya hawa ndo wachoyo wenye roho mpaki ukosefu na kufanya mwanaume tengana na familia yako ili apate vizuri namna ya kuchezea na kupora vya kwako. Sio kwa mwanamke mpambanaji hilo.
Hawa ndio wanatufanya wanaume tujione maskini na tajiri, kisa roho mbaya kushindwa kutusaidia kiupambanaji na kusubiria kupewa. Aliambiwa mwanamke ni msaidizi wa mwanaume, lakini hakusisitizwa katika engo gani. Na msaada wako kwake ulitakiwa ujifunze kabla hata hujamfahamu, ili akuepuka uzembe kipindi utakuwa naye. Kisa huyu kutokujua yote, ndio pale utakaposhindwa kukidhi vilivyo mahitaji yake, anakuhamishia kisambusa. Maneno yangu sio amri, lakini atakusaidia ikiwa wewe ni mwanaume mwerevu. Katafute pesa. Huo ndo msingi imara wanaume kama nyinyi unaopenda wanawake wakosefu. Mwanamke si wa moyo wa kupenda, mwanamke zake ni kutenda. Akiwa nawe si penzi, bali tu ni mazoea. Yupo ready moyo wako kukonga, ili sifa zake kuzijenga. Akihitaji muenzi, baada ya mengi kukuimbia, atakulilia umtumbie, ili wamuheshimu mtaani na kukusisitiza ili wamuheshimu nyumbani. Mariam. Kaka, sitaki kukusikia kabisa. Nakuchukia. Kwa nini uamua kunipangia cha kufanya kimaisha na kunidhalilisha mbele ya mwanaume wangu kivile? Kwa nini? Hivi mimi ni dada yako au ni jirani yako? Shusha sauti yako mbele yangu. Wewe ni wa kike. Nitaishusha, lakini tambua huna haki ya kuingilia maamuzi yangu hata kidogo. Swali moja tu nikuulize. Ikiwa umejiona umekuwa, kwa nini umeamua kwenye hatua kwanza swala la kutamani wakoe na kushindwa kwanza kutafuta maisha leo, ili kesho uwe msaada kwa yule utakayemchagua kama mwanandoa wako, nikimaanisha mume wako? Kwa nini? Kwa sababu mwanaume ndio akutafuta. Na wewe ni wakutafuna, si ndio? Yes. Na kumeza. Kurashi. Ni wakutenda na mazoea. Moyo wa mwanamke si wa mapenzi. Ni wakutoza na mazoea. Oh baby. Ataona yule anaolewa, shangwe rapigiwa, wivu na tamaa pupa vya mjaa. Mchumba tamsumbua amechelewa, kwa upendo utamridhisha, na malengo yake yakamilika. Utakonda mwili akili, labda huko na kucheka. Anaheshimu si kwa ndoa, ajui nini maana ndoa.